shehe mzee wetu huyu mtukufu, mpenda kheri na mpenda watu wa kheri. Lakini pia mshukuru Imam Nawawi, mwanachuoni wetu huyu, mwalimu wetu huyu, pamoja na darasa wetu huyu mchachaji, mpenda kheri na Juma na uongozi mzima wa msikiti, lakini na waumini wote ambao mmehudhuria katika kuswali salatu dhuhuri na mkatenga nyakati zenu kwamba msikilize mjini katika msikiti wetu huu kama ilikuwa ada. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi mkubwa sana, ni mwezi muhimu kweli katika jamii yetu hii tuliyobaki. Kwanza, sayyidu shuhuri Ramadhani, bwana wa miezi yote ya Ramadhani. Yani hii miezi yote 12 ina mkubwa wao, kiongozi wao, mwezi wa Ramadhani. Kama ilivyo masiku ya wiki yana mkubwa wao, masiku ni yaumul Jumu'a, wiki ile masiku yote 7 kuna siku ambayo ni kubwa zaidi kuliko yote ile masiku kwa utukufu, ni yaumul Jumu'a. Basi hivyo na saa, kuna saa ambayo ni kubwa zaidi kuliko nyingine. Hata wawili hawa, usiku na mchana, usiku ni mkubwa zaidi na ni mtukufu zaidi kuliko mchana. Kwa hiyo utaona heshima ya Mungu alipoijalia hii dunia. Kila mahala pana viongozi. Katika upande wa miezi, mwezi wa Ramadhani ndio kiongozi wao. Katika upande wa masiku, yaumul Jumu'a ndio kiongozi wao. Katika upande wa mchana na usiku ndio kiongozi. Na ndio maana ibada zinazofanywa usiku ni tukufu zaidi kuliko za mchana. Na ndio maana hata sisi katika misikiti yetu mwezi mtukufu huu wa Ramadhani tunakesha usiku, hatusimami mchana, tunakesha usiku kwa sababu tunajua nini maana ya usiku. Kwa hiyo mwezi tulionao ni tunu na ni zawadi. Na ukitaka kujua kama mwezi tulionao ni zawadi, kwanza katiba yetu Qur'an imeteremshwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ndio ndani yake imeteremshwa Qur'an. Qur'ani kutoka katika mbingu ya 7 kule ilikuwa kuja katika mbingu hii ya kwanza hapa, imeteremshwa mwezi wa Ramadhani. Iliteremshwa yote jumla mpaka mbingu hii ya juu ya hapo, mbingu ya kwanza teremshwa jumla mwezi wa Ramadhani, kisha ikawa inadondoka huku ardhini kwa matukio. Kwa hiyo ni mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa. Lakini muangalie Mwenyezi Mungu anavyotaka sisi tufunge. Lugha anazozitumia ni lugha rafiki, hatumii lugha za kibabe. Na hapa ndio utakapojifundisha wewe namna ya kuzungumza na wenzako. Ndipo utakapojifundisha wewe namna ya kuzungumza hata na mke wako. Ndipo utakapojifundisha wewe kuongea na rafiki yako, utaongea naye vipi, kuongea na wanao, kuongea na jamii nzima, na Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na matajiri na maskini, utazungumza nao kama Mungu anakufundisha. Aya iliyoteremka kuzungumzia swala hili la kufunga, Mwenyezi Mungu ameanza kwa lugha hii, kwa tamko hili, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu, enyi ambao walioamini,
enye waumini, lugha rafiki. Kutiba alaykum siyam, kumewajibishwa kwenu nyinyi kufunga. Hebu tuangalie kipengele hichi. Kipengele kinaweza tukakitafsiri na tukaishi nacho, mashehe wakaja wakitafsiri mpaka tukaondoka duniani bila kuendelea mbele. Kwanza hii ya ayyuhalladhina amanu, tufanye research. Mwenyezi Mungu anazungumza na waumini, anajua kabisa kwamba hao watakaofunga wako ambao si waumini, watakaofunga ni Waislamu tu, lakini yeye kaamua kuleta lugha rafiki, kutufundisha namna ya kuzungumza na watu kwamba enye waumini. Subhanallah, muumini ni mtu ana daraja kubwa sana. Innamal mu'minuna, ni aya nyingi zimekuja kuzungumzia muumini ni nani. Muumini ana sifa zake, ni yule ambaye Qur'ani inasoma anatoa machozi, analia. Huyo ndio muumini. Kwa hiyo Mungu ametaka kutunadi wafungaji wote sisi ni waumini. Ya ayyuhalladhina amanu, na hapa lazima tujifunze nini. Unapoongea na mwenzako, tafuta jina la kumfurahisha, mwambie ya habibi, rafiki yangu, kipenzi changu, ndio majina yake anapiga. Ni anamfuata Mungu alivyotuita sisi Waislamu wafungaji. Sisi ni Waislamu kwa hakika, sio waumini, lakini Mungu alisema enye waumini. Akitwa lugha rafiki kama hilo tumika hapa, lazima sisi Waislamu tubadilike. Muislamu lazima ubadilike, lugha zako ziwe tamu, lugha